Ushawahi kutamani kitu sana katika maisha yako kiasi kwamba ulisacrifice even some of the things that you believe in ili upate kile kitu? Ama kwa wanaume, ushawahi penda dada, yani unampenda kiasi kwamba unasema bila huyu mimi siwezi kuishi. Sasa inabidi una sacrifice some of the things ili upate ule mwanadada. Ama hata pia ni kinadada kabisa, kuna kinadada ambao ulikutana na mwanaume ukampenda sana, alright, hata hajakwambia ati anakupenda, kiasi kwamba ukasikia yeye kwamba anapenda wasichana ambao ni wanene. Sasa na wewe ulikuwa 1 GB, ikabidi uende ukule chipo mayai asubuhi, mchana, jioni, yani ili uongeze shape. Sasa shida ni kwamba ulipoongeza shape ukaongeza mwili ukakuwa mkubwa, ukaachwa tena. Ama ulikuwa na mwili mnene kidogo, alafu ukasikia yeye anasema mi napenda tu 1 GB, ikabidi hata uache kukula au unakunywa maji unalala ili upunguze, lakini after that bado anakuacha. Do you relate? Karibu kwa story time. Naitwa Douglas Omariba. Story time yetu iko kwa Biblia, by the way, kitabu cha Mwanzo. Kuna binti anaitwa Dina. Dina, kuna jambo ambalo lilimfanyikia mbaya sana, na kuna watu ambao unajua mmepitia hilo, pole sana. Dina alibakwa, alikuwa raped, na mtu ambaye alimbaka ni jamaa anaitwa Shekemu. Shekemu babake alikuwa ni mfalme, alikuwa anaitwa Hamori, kutoka jamii ya Muhivi, sijui kama tutawaita Wahivi. Okay. Sasa Dina ni ndugu yake, ama Dina ni mtoto wa Yakobo. Yakobo tunafahamu wale watoto wake 12, kina Simeoni, kuna Lawi. Nimeanza na hao wawili kimakusudi, washike nitarudi kwake, lakini pia kuna Benjamin, kuna pia na wengine. Shekemu anapomrep huyu Dina, of course Dina anaenda nyumbani kwa babake na wazazi wake kwa ujumla, anasononeka sana kwa sababu amevunjwa bikira kwa njia ambayo ni mbaya sana. Okay? Alikuwa analia. Babake akamliwaza, akamwambia nitaenda kutafuta nani huyu ambaye alikufanyia hivi. Sasa kabla ya Yakobo kuenda kumtafuta, Shekemu yule ambaye amembaka akaenda kwa Hamori babake, ambaye nimekwambia ni mfalme, akamwambia dad, kabisa mimi nimekosea. Akamuuliza umefanya nini? Nimebaka mtoto wa Yakobo. Yakobo familia yake ilikuwa inajulikana sana. Akamuuliza sasa, wewe mtoto wangu umefanya ujinga gani? Hasa Shekemu akamwambia dad, I am sorry, lakini nimempenda sana Dina. So akamuuliza unataka aje? Akamwambia nataka kumuoa. Hamza, utaoa aje? Akamwambia dad, mimi kabisa hakuna mwanadada ambaye nitaoa mwingine ila Dina. Akamuuliza basi kama unampenda hivyo, mbona ukamfanyia huo unyama? Akamwambia dad, haijalishi, mimi namtaka Dina. Hamori baba ya Shekemu wakapanga safari, wakaenda hadi kwa Yakobo. Wakaenda wakajishtaki. Unajua pia Yakobo ndio alikuwa na hasira, lakini sasa mtu ambaye amefanya makosa amekuja kwako kujishtaki mwenyewe. Akamwambia, huyo ni Hamori, anaambia Yakobo kwamba pole, mtoto wangu huyu Shekemu ndiye amembaka binti yako Dina. Akamwambia lakini ningependa haya mambo tuyamalize kwa sababu Shekemu anataka kumuoa Dina. Yakobo akauliza Shekemu, uko na uhakika unataka kumuoa huyu Shekemu? Akamwambia dad, niko tayari kabisa, najitolea, mimi nimempenda, roho yangu imempenda sana. Haya, Yakobo akasema ni sawa, lakini kabla Yakobo afanye uamuzi, akaita watoto wake. Sasa kina Benjamin, kuna Simon, kuna Levi, wakaitwa, wakaja. Waliposikia kile ambacho kimemtendekea dada yao, walikasirika sana, and of course they had a right ya kukasirika. Sasa wakauliza, Shekemu ako hapo, wakamuuliza unataka aje? Wakawambia mimi nimempenda sana dada yenu Dina, ningependa nimuoe. Wakamuuliza una uhakika? Akasema ndio. Wakasema hapana. Sasa
ndugu wengine wakakataa, lakini Simeoni na Lawi wakasema si unataka kumuoa dada yetu, unaweza kumuoa japo kwa masharti. Wakauliza gani? Simeoni na Lawi wakawaambia Hamori na kijana wake Shekemu kwamba sisi, mnakumbuka baba yetu wa imani Abrahamu alituachia agano kwamba lazima tutahiriwe. Sasa hii jamii ya Wahivi haikuwa inatahiriwa, walikuwa na imani yao. Biblia inasema ni gani, lakini wao walikuwa na imani yao. Nyumba ya Yakobo walikuwa wanatahiriwa. Nazungumzia wanaume, ziki na dada, tuko pamoja. Sasa Hamori anakubali jamii yake yote, mji wake wote ambao alikuwa anatawala, wanaume wote wakatahiriwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtoto wake Shekemu amempenda sana Dina, anataka kumuoa. Kaenda kaitana kikao, akasema ninatoa amri, wanaume wote hapa watahiriwe. Watu wakauliza, mfalme, kwa nini? Mbona unabadilisha tradition yetu? Akawaambia, kwa sababu mtoto wangu anataka kuoa Dina ambaye ni mtoto wa Yakobo. Wakasema ni sawa, lakini sasa huo sio ubinafsi. Akamwambia hapana, unajua tukioa katika nyumba ya Yakobo kuna vitu kama za kibiashara tutafaidi. Sasa jamii ile ya Wahivi ikaona faida za kiuchumi ikiwa Shekemu atamuoa nani? Dina, kwa sababu watakuwa wameanzisha uhusiano kwamba jamii hizi mbili wangeoana. Kitambo hawakuwa wanaoana. Si wakakubali. Jamii ikasema sasa wakakubali wanaume wote watahiriwe. Ikawa tatizo, hakuna mtu ambaye anajua kutahiri. Hapo sasa ndio Simeoni na Lawi wanaingilia ndani, wakasema sisi tutawasaidia. Si mnataka kuoa dada yetu, tutawasaidia. Wakaenda wakatahiri wanaume wote. Hasa kina dada, mwezi nielewa, kaka zangu watanielewa. Ukitahiriwa kuna siku ambazo unachukua kupona. Sasa ule wakati ambao maumivu, nakumbuka ni jamii yote, hakuna hawakuwa wanatahiri kabla. Sasa kuanzia kwa mfalme Shekemu, yani watu wote katika ile jamii wametahiriwa, wanaume wote wametahiriwa. Uchumi ulikuwa unaendeshwa na kina dada wakati huo. Hapo ndio Simeoni na Lawi walienda wakachukua panga, wakaua wanaume wote katika ile jamii wote. In our next episode nitakuambia nini ambacho kiliwapata Simeoni na Lawi kutokana na wao kudanganya, kwa sababu walidanganya, jambo la kwanza. La pili, walitumia kitu ambacho kilikuwa ni kitakatifu, kwa sababu tohara wakati huo ilikuwa ni agano kati ya binadamu na Mwenyezi Mungu, kwa mujibu wa ile amri ambao walipewa na Abrahamu. It had its own consequences. We will come there in the next episode. But for now, ningependa nikuambie hivi. Usiwahi kupenda mtu sana, ama usiwahi kupenda kitu sana kiasi kwamba unaachana na kitu ambacho una believe it is right. Hamori na mtoto wake Shekemu, kwa sababu tu Shekemu amempenda Dina yani sana, they were ready to give up their tradition and everything. Let me tell you, my sisters, be you, kuwa wewe mwenyewe. Ndugu zangu, kaka zangu, mnajua na wapenda, be you. When you start sacrificing everything because of a human being, I can rest assure you, yule ambaye habadiliki ni Mungu peke yake. Binadamu wanabadilika, na sisemi hivi ndio muende mkae na tabia mbaya. Unasema mimi nataka mtu anipende vile ulivyo. Na tabia mbaya, hakuna mtu anakupenda na tabia mbaya. But so long as you are holding onto the right thing, do not change for the sake of someone. Don't. Kwa sababu utajipata katika shida ambayo ni ngumu. Yani Shekemu alimpenda Dina kupindukia. Madhara yake, wanaume wote katika jamii wameuawa.
kwa sababu ya mtu mmoja. Sasa jambo la pili ambalo ningependa tujifundishe kutoka kwa kisa hiki ni kwamba kabla ya kutekeleza uamuzi ambao ni muhimu sana, muulize Mwenyezi Mungu. Yakobo ni familia ambayo tunajua kabisa ilikuwa inapenda Mungu. Hatuoni mahali popote wakisema ndio jambo mbaya limefanyika, hii jamii ya Wahivi wanataka kuungana pamoja na sisi, wacha tuulize mapenzi ya Mungu ni gani. Hawafanyi hivyo. Hii jamii, Hamori mtoto wake Shekemu, hakuna wakati walienda wakaketi wakasema let us ask God. Nataka nikutie moyo ama nikushauri mtazamaji wangu kwamba kabla ya kufanya maamuzi ambayo ni makubwa, angalia juu, muulize Mwenyezi Mungu mapenzi yako ni gani, especially wakati unaona kitu imefika kiasi kwamba yani kinakutoa katika ule msimamo wako, you want to take a totally different direction. Ask God anasema nini. God bless you.